Mambo vipi? Kwa majina naitwa Kijiko Talent. Mimi ni mtunzi wa simulizi ya siri ya hospitali. Na leo moja kwa moja nakuletea sura ya kwanza ambayo inaitwa Safari Isiyo na Mwisho. Twende moja kwa moja sasa kuisikiliza sura ya kwanza ya simulizi yetu ya siri ya hospitali. Jua lilikuwa limepanda kiasi, anga ikiwa safi bila dalili ya mvua. Mwamba alikuwa ameketi kwenye siti ya mbele ya basi la abiria. Akatazama nje kupitia dirishani, huku mkono wake mmoja ukiwa umemshikilia mke wake Neema. Kati yao alikaa binti yao mdogo Amani, mwenye miaka 6, mwenye tabasamu ambalo lingeweza kuyeyusha hasira za mtu yeyote. Walikuwa safarini kuelekea kwa ndugu zao kijijini. Safari ya siku moja tu, lakini yenye matumaini ya mapumziko na furaha. Baada ya mwendo wa zaidi ya saa moja, basi lilisimama kwenye kituo cha kijiji cha kati kwa ajili ya mapumziko mafupi. Mwamba na familia yake walishuka wakielekea kwenye vibanda vya kuuzia vinywaji na vyakula. Neema alimwachia Amani aendelee kucheza karibu na eneo hilo, akimwambia, "Usitoke mbele ya macho yetu mpenzi." Lakini kama ilivyo kawaida kwa watoto, Amani alivutwa na shauku ya kuchunguza. Alitokomea upande wa pili wa vibanda. Akamwona mbwa mkubwa akimtazama. Kwa ghafla, mbwa huyo akatoa mungurumo mkali. Amani akajaribu kukimbia, lakini hakufika mbali. Aliteleza kwenye ardhi yenye udongo uliolegea, na kwa bahati mbaya akaangukia kwenye shimo kubwa la ujenzi. Kelele ya kuanguka kwake iliwaleta watu mbio. Mwamba alifika kwanza. "Amani!" alipiga kelele kwa uchungu alipomwona mtoto wake akilia kwa maumivu, mkono ukiwa umepinda vibaya. Bila kupoteza muda, walimkimbiza hospitali ya jirani. Ndio ilikuwa tumaini lao pekee. Walipofika hospitalini, wauguzi walimchukua Amani kwa haraka. Baada ya vipimo vya awali, mmoja wa wauguzi alisema, "Mkono wake umevunjika vibaya. Atahitaji upasuaji mdogo ili kuweka sawa." Waliongeza, "Mzazi mmoja tu aingie chumbani cha upasuaji." Neema akajitolea bila kusita. Mwamba akaachwa mapokezi. Akiwa amejaa hofu na mawazo, Mwamba alijikalia kwenye benchi la mbao, macho yakitazama saa ya ukutani. Dakika zikawa saa na saa zikawa muda usioeleweka, mpaka usingizi ulimlemaza. Aliposhtuka, mazingira yalionekana kimya tofauti. Alijiinua kwa haraka, akaenda moja kwa moja kwa ukuta. "Samahani, naomba kujua hali ya Amani. Alikuwa na mama yake kwenye upasuaji?" Muuguzi aliyekuwepo akamtazama kwa mshangao. "Samahani baba, huenda unakosea hospitali. Hatujapokea mtoto mwenye majeraha namna hiyo leo." Alitetemeka. "Haiwezekani, nilifika mwenyewe hapa na binti yangu, nilimwandikisha." Alipopelekwa kwenye daftari la usajili, hakuamini macho yake. Jina la binti yake halikuwepo. Hakukuwa na rekodi yoyote ya Neema wala Amani. Akaomba kamera za usalama zilionyesha yeye peke yake akiingia hospitalini, akizungumza peke yake, akiwachukua wauguzi peke yake. Hapo ndipo Mwamba alijua kitu kibaya kimetokea, na akitaisha kwa kuuliza tu. Ilikuwa lazima aanze kuchimba ukweli mwenyewe. Hiyo ni simulizi yetu ya siri ya hospitali, na hiyo ni sura ya kwanza, tumemaliza hapo. Ndugu msikilizaji na mtazamaji katika chaneli yetu hii, mimi naitwa Kijiko Talent, ndo msimulizi na mtunzi wa simulizi hii ya siri ya hospitali. Naomba usubscribe account yetu, ushare na kulike, pia comment yako muhimu. Hata kama wewe ndio limekukuta jambo hili, lazima uchanganyikiwe, basi usikose sehemu ya pili ya siri ya hospitali. Asante.